mahali tutakusagia, ama utakuwa unakula kwa macho, ama utameza tembe zikiwa nzima nzima, maana uliharibu meno yako na peremende wewe. Haleluya. Iko nini? Hai, wacha nikwambie, huyu kijana akaenda safari za mbali, akakula bata, marafiki wameenda, akasema wacha nikachunge nguruwe. Akaenda akaajiriwa kazi ya nguruwe, akaajiriwa. Haleluya. Ukiharibika unazima. Haleluya. Nataka niwaambie hivi, watu wa mlilo sikia, akasema moyoni mwake, akiwa hapo anakula kwa nguruwe, marafiki wamemkataa, watu wamemtoroka, hana watu wa kuwaomba tena, namba zote za simu zimefutwa. Basi akiwa pale, jamani, akasema narudi kwa baba yangu. Akazimia, akasema nitakaporudi kwa baba yangu nitamwambia nimekosa mbele ya mbingu na nimekosa na duniani, nimekukosea wewe Baba, ninaomba msamaha, unifanye nikuwe mmoja wao, watu ambao ni wafanyikazi tu. Yes. Lakini Baba ni mzuri. Haleluya. Sema Baba ni mzuri. Baba wa mbinguni ni mzuri. Ni kweli ulitoroka ukaenda mbali, umeenda mbali na Muumba wako. Mungu alichukua muda akakuumba kwa hiyo sura aliyokuumba, akakutengeneza, akaona unafaa, ukaja duniani. Mungu ndiye aliyokuleta duniani kupitia tumbo la mama yako. Haukuja kuishi maisha yako, ulikuja kuishi maisha ya mpango wa Mungu. Lakini leo mwanadamu umetoroka, umeenda mbali za Mungu, mbali na Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kila mtu aokoke, ni kila mtu amjue Mungu. Hebu mjue aliyekuumba, wacha kwenda mbali. Ukienda mbali utakula na nguruwe wewe. Ndio maana unakula vyakula vya ajabu, unakula mairungi, unakula muguka, unakula na bangi, unakula sigara, vyote vinaenda akilini, vyote vinaenda tumboni. Angalia, umekuwa kama pipa, umekaa kama pipa, unakaa nguruwe, una tabia za nguruwe, unakula kama nguruwe. Umekosa nini? Rudi kwa baba yako. Ukirudi atakupokea, hata meno yakiwa yameanguka atakupokea, hata kama umeparara atakupokea, hata kama umechakaa, hata kama umeingiwa na funza zimeingia mpaka zingine ziko kwa kichwa, atakupokea. Ni baba yako, ili mradi utubu. Ukitubu na kumgeukia, ni wa rehema, ni wa huruma, atakukumbatia. Wacha kwenda mbali. Hii dunia hauwezi ukala kila kitu ukashiba, hauwezi. Unatafuta starehe, unazitafuta kwa ukahaba, unazitafuta, unauza mwili wako utachakaa, mwili wako utapigwa, utadharaulika. Ukipita njiani watu wanakuongea vibaya, unanuka usherati, unanuka uzinzi, wewe ni mwizi wa waume za wenyewe. Hilo ndio cheo umepewa, wewe ni mwizi. Ila mahali ukipita unaitwa majina mabaya, una harufu chafu. Wewe unapogundua una harufu chafu, jua ya kwamba unakula na nguruwe, maana nguruwe ni wachafu. Wacha kula na nguruwe wewe, wacha kula na nguruwe wewe.
Leo unajiona umevaa vizuri, unavaa nguo za bei, unanyang'anya wanaume wa watu pesa zao. Kuna watoto wanalia, huyo baba hawajapata school fees, wewe umeziba, wewe umeenda nazo. Kuna mtu analia, hayo machozi yatafika kwa Mungu, na kwambia hautatoboa. Kuna siku utalia, kuna siku utakaa vibaya. Kabla haujakaa vibaya, kunayo baba yako anaitwa Mungu. Alimtoa mwana wake wa pekee, jina lake ni Yesu. Akaja hapa duniani, akateswa, akafa, ili abebe mizigo yako, ili abebe dhambi zako. Na wewe unajificha kwa dhambi, umekataa umekazana na kufanya dhambi. Lakini wacha nikwambie, maandiko yanasema waziwazi ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Amen. Ni mauti. Asema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe furahia dhambi tu, wewe furahia kuroga, lakini wacha nikwambie, kuna siku utaparara, kuna siku utakutana na kiboko yako, na itakuwa aibu, itakuwa fedheha mbaya. Kabla haijaja siku iliyo mbaya, kimbilia kwa Bwana Yesu. Shakataribu zai. Haleluya. Amen. Kimbia kwa Yesu. Nakwambia siku inakuja iliyo mbaya. Siku iliyo mbaya inakuja. Nyakati zile za Nuhu, maandiko yanasema walikuwa wanakula na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wamejaa madharau, walikuwa wamejaa kejeli. Nuhu akawaambia, Mungu amesema tujenge safina. Vile leo tunakuita, tunakwambia njoo kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama, kwa Yesu kuna ahadi, kwa Yesu kuna uzima, tena uzima wa milele. Unasema hawa wamechanganyikiwa. Hata Nuhu aliambiwa wamechanganyikiwa. Unasema hawa wamekosa kazi, unasema hawa wako busy, hawa hawana la kufanya. Wewe endelea kusema hivyo, wewe si wa kwanza, unafanya kuiga tu. Kuna watu walioishi wakakaribishwa kwa safina, wakakataa, wameshikwa na anasa, wameshikwa na tamaa mbaya, wameshikwa na mambo yao kama vile umeshikwa. Lakini cha ajabu, wewe umeshikwa na mahangaiko, umeshikwa na mahangaiko. Usiku wa ulali, unachezewa na mapepo. Usiku wa ulali, mawazo yanaenda mbio, unateseka moyoni, unahangaika. Peana maisha vizuri kwa Yesu. Kama unahangaika, jua haujapeana bado. Peana full kabisa. Unahangaika, unabakwa na majini na mapepo, bado hujapeana maisha yako. Maana kuna uhusiano gani kati ya giza na nuru? Kwa nini vitu vya giza vinakufuata na wewe ni mzee wa kanisa? Bado haujaokoka wewe, bado haujaokoka wewe, bado haujamjua Yesu, bado hujamjua Yesu. Umelemewa na dhambi, na wewe ni kiongozi wa kwaya, ni kiongozi wa kanisa. Hauwezi kuacha kusema uongo, hauwezi kutoroka na hauwezi kuacha kutoroka na wazee wa watu. Bado kuna kiu haijaisha. Njoo kwa Bwana Yesu leo, utakombolewa, utaokolewa, utawekwa huru. Hiyo dhambi unafurahi, unasema nitaokoka kesho, nitaokoka nikimaliza kujenga. Kwa maana unafanya wizi, kwa maana unafanya ufisadi, kwa maana kuna mtu unamwibia, kuna tajiri unamwibia, unasema mpaka umalize. Wacha nikwambie, ukimaliza kumwibia huyo, utaenda kuibia mwingine atatokea wa kumwibia. Na ukishawaibia, kuna siku utaibika. Kabla haujaibika, kimbilia kwa Bwana Yesu. Unajidai mjeuri, unajidai mkatili,
Unaona hii injili ni umasikini, unaona hii injili ni tabu. Wacha nikwambie, kazi ya injili ni ya kutajirisha watu. Kazi ya injili ni kuleta amani kwa ndoa na kwa maisha ya watu. Kazi ya injili ni ya kuleta furaha, furaha ambayo huwezi ukaipata kwa pombe, furaha ambayo huwezi ukaipata kwa sigara, sigara ambayo hupati kwa wanawake, sigara ambayo haupati kwa wanaume, huwezi ukapata. Unaweza ukanipata nikiwa na tabu sana zimenizunguka, lakini ninalala usingizi kama mtoto kwa sababu ninaye Bwana Yesu. Ninaweza kuwa mambo yamejipanga hapa na hapa, lakini kwa sababu ninaye Mungu ninatangaza hata hii nitavuka. Unanigundua ninavuka bila kuombaomba misaada, bila kulialia. Unanikuta ninavuka. Kuna wakati nimekaliwa na school fees zimenikalia, zinaningojea. Nikasema hakuna mtoto wangu atakayefukuzwa hakuna, hata kama sina pesa, lakini Baba una pesa. Na wewe kama baba yangu, siwezi nikakosa, siwezi nikaombaomba, siwezi nikaibika, kwa maana ni neno lako linasema, tangu Daudi alivyokuwa kijana mpaka akakuwa mzee, hajaona mwenye haki akiombaomba, wala watoto wake wakiombaomba mkate. Nikasema Baba, niliacha shamba yangu kulima ili nihubiri injili, na wewe ndio tulipatana. Nimeacha kazi zangu nyingi, nilikuwa ninaajiri watu kwa shamba. Leo hii umenifanya umeniajiri kwa injili, na leo sina pesa kwa mfuko, sina pesa kwa akaunti, lakini watoto wako shuleni. Mwingine yuko tashari anangojea, mwingine sekondari, na mwingine private school. Private school yenyewe inalipwa kama sekondari ya bodi. Nasema hapa siaibiki. Kwa nini? Mungu liniita. Kwa nini? Mungu unanipenda. Kwa nini ulinichagua? Wewe hukunichagua niaibike. Nataka kukuambia hivi, yale mambo yanayekushikilia, Yesu hajakuita. Saa nyingine wameitishwa, saa ile sina. Nainua macho mbinguni, namwambia Daddy wa heaven, niko hapa. Aibu na mimi ni marafiki, aibu na mimi hatuko pamoja. Hukuniita niaibike. Umesema wakuamini wewe ni kama mlima Sayuni, hawataaibika, na mimi siaibiki. Nasikia njia zinafunguka hapa. Haleluya. Kuna mtu alinijitolea, mtu anakaa mbali na Taveta, anaishi Nairobi. Akasema huyu kijana usijali, hata sijamuomba, sijaongea na yeye. Akasema mtoto ana maksi ngapi? Potelea mbali. Anaenda shule gani? Wacha nimtafutie shule. Akatafuta kwa gharama zake shule ya kiwango cha juu, aende shule za juu. Akampeleka, akasema Yofia huko 78,000 itakuwa inatoka wapi? Bado marupurupu mengine, bado remedial, bado ni nini? Hiyo ni $120,000. Jamani, Mungu wa mbinguni, unaona hata mimi naishi kwa maana hapa itakuwaje? Ikalipo ya mwaka wa pili na ikaendelea mpaka kamaliza 4. Haleluya. Sikwambii Mungu akubahatisha bwana. Tunaweza kuonekana hatuna kitu, lakini tunatamkia watu vitu, wanafanikiwa, wanapaa. Kuna watu nimewatamkia wakafungua mahardware, kuna watu nimewatamkia wakafungua petrol station, kuna watu nimewatamkia wakafungia maduka, na kuna watu niliwatamkia maduka yao nikafunga na yakafungika. Mamlaka wakaacha kunyanyasa, wakajua Mungu ndiye ambaye anaye na huwa ndiye ananyang'anya. Haleluya.